Hallelujah. Mpendo na kusalimia kwa jina la Yesu. Mungu akubariki sana. God bless you. Mungu akuinue. Mungu akutendee mema katika jina la Yesu. Naamini kwamba Mungu amekubariki na 2026 kama mimi. Najua kwamba kama si Mungu hatungepata kuona mwaka hii. Ametupea mwaka akiwa na makusudi tukapate kubarikiwa na kumtumikia. Na Mungu akubariki sana in the mighty name of Jesus. Na kutakia 2026 ya baraka katika Sunday ya pili ya 2026, Januari 2026. Mungu akubariki sana katika jina la Kristo Yesu. Hii ndio ujumbe ya kwanza ya 2026. Naamini ya kwamba Mungu ametupenda na ametubariki. Mungu akubariki sana. Yesu anakupenda na angependa kuokoe na kuponye. Mwamini Yesu Kristo na utaokolewa katika jina la Yesu. God bless you in the mighty name of Jesus Christ, Son of living God. Mungu akubariki sana katika siku ya leo. Ujumbe ya kwanza ambao Mungu amenipatia, maana naamini ya kwamba kwa msaada yake tutaendelea kumtumikia. Ni ujumbe ambao unaongea kuhusu faida ya kumtumikia Mungu ama faida ya kuwa mtumishi wa Mungu. Maana kutumikia Mungu si bure. Kuna faida ya kutumikia Mungu. Hasa unaposoma 1 Corinthians chapter 15 verse 15 inasema 58. 1 Corinthians chapter 15 verse 50 inasema kwamba msitikisike wapendwa, endeleeni kufanya kazi ya Mungu, maana mnajua kufanya kazi ya Mungu sio bure. Kuna faida ya kutumikia Mungu, kuna faida ya kuokoka, kuna faida ya kukaa maisha ambayo ya kukaa ndani ya Kristo. Kwa hivyo si bure. Kwa hivyo siku ya leo Mungu amenipatia ujumbe ambao nimeuita ya kwamba baraka za kutumikia Mungu. Naamini ya kwamba mwaka huu wa 2026, hata kama ukutumikia Mungu 2025, hii mwaka kwa neema ya Mungu utamtumikia na mimi pia, na tutaendelea kumtumikia. Ni kwa maana kuna faida kubwa sana ya kutumikia Mungu. Kwa hivyo kama ulikuwa umesema hii mwaka sasa nakaa chini sitaki kutumikia Bwana, hapana, change mind, badilisha mawazo, useme huu mwaka ni mwaka wangu kutumikia Mungu. Ni kwa sababu Mungu anaenda kukubariki. Mungu anaenda kutubariki kwa njia kubwa sana. In the book of Isaiah chapter 65 verse 13 inasema hivi. Kitabu ya Isaiah 65 verse 13. Isaiah chapter 65 verse 13 inasema hivi. Kwa hiyo Bwana Mungu asema hivi: tazama watumishi wangu watakula. Unaona? Watumishi wangu watakula. Mungu ni mwenyewe ndiye anasema. Anasema utakula. Na mimi utakula baraka za kiroho na za kimwili kwa neema ya Mungu. Hayo anasema tazama watumishi wangu. Tazama watumishi wangu. No, anasema bali ninyi mtaona njaa. Anasema kwa hiyo Bwana Mungu asema hivi: tazama watumishi wangu watakula, bali ninyi mtaona njaa. Kuna watu walikuwa wanaongeleza ambao walikuwa wamekataa kutumikia Mungu. Sio Mungu akawaambia kwamba watumishi wake watakula lakini wao watapata njaa. Haya, akasema kwamba tazama watumishi wangu watakunywa, bali ninyi mtaona kiu. Paka akaongeza akasema watumishi wangu watakunywa lakini ninyi mtapata kuona kiu. Si kukunywa pombe, kukunywa kinywaji kizuri. Kama maji na vinywaji vingine vile ambavyo vina hali ya kujenga mwili. Si kukunywa pombe. Alafu akaendelea kusema kwamba watumishi wangu watakunywa, bali ninyi mtaona kiu. Tazama watumishi wangu watafurahi, bali ninyi mtatayarika. Kuna furaha pia hapo. Ukitumikia Mungu kuna kukula, kuna kukunywa na kuna kufurahi. Utafurahi. Mungu atakupea furaha, my brother, my sister. Hautakuwa mtu ambaye ni wa kusikitika, hautakuwa kuhuzunika, hautaaibika. Utakuwa ni mtu ambaye atapata kuwa na furaha sana. Bali ninyi mtatayarika. Tazama watumishi wangu wataimba kwa furaha ya moyo, bali ninyi mtalia kwa huzuni ya mioyo. Mtapiga kelele kwa sababu ya uchungu wa roho zenu. Kwa hivyo kuna wale Mungu alikuwa anaongeleza watu ambao walikuwa wamepanga hawataokoka. Watu walikuwa wamepanga kwamba hawatatumikia Mungu, na Mungu naye akawaambia matokeo ya kukataa kufanya kutumikia Mungu. Akawaambia watumishi wangu watapata kukula, lakini ninyi mtaona njaa. Watumishi wangu watapata
kukunywa, lakini mtakuwa na kiu. Watumishi wangu watafurahi na kushangilia, lakini ninyi mtatayarika. So wale watu walikuwa naambiwa haya ni watu ambao walikuwa wamepanga ya kwamba hawatatumikia Mungu, lakini mimi na wewe tumepanga tutatumikia Mungu. Inyeshe ikatae kunyesha, tukue katika mazingira gani, tutatumikia Mungu kwa neema yake. Paulo alipokuwa anaandikia Timotheo Timothy chapter 4, alimwambia kwamba hubiri injili. Hubiri injili Timotheo, wakati unaofaa na usiofaa, mazingira yote hubiri injili. Paulo hiyo ndio maneno alisisitiza sana, akamwambia Timotheo, akamwambia kwamba ahubiri injili wakati unaofaa na usiofaa. Kwa hivyo kwa maisha yangu, kwa maisha yako, tupange hii mwaka tutatumikia Mungu. Panga mwaka huu utaokoka kama uko umeokoka. Purpose in your heart, useme mimi mwaka hii nitaokoka. Hii mwaka nitamkubali Kristo akuwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Na Mungu amesema utakula, utakunywa, utafurahi kwa furaha ya moyoni, au utakuwa na uchungu, utakuwa ni mtu ambaye ako na furaha sana. Kwa hivyo Mungu ametuahidi kwamba mwaka huu wa 2026 tukimtumikia hatutapungukiwa na chochote. Na si kusema dunia iko katika hali ambayo inatabirika kwamba ni nzuri, lakini ikiwa nzuri ama ikiwa mbaya, tutakula na tutakunywa. Ni kwa sababu, si kwa sababu ya hali inavyoonekana. Wacha kusema kulingana vile hali inavyoonekana haitakuwa mzuri, itakuwa mzuri kwako, itakuwa mzuri kwangu, itakuwa mzuri kwetu. Kwa sababu gani? Kwa sababu sisi ni watumishi wa Yesu Kristo. Sisi ni watumishi wa Mungu, na Mungu anatengesanga njia mahali ambako kunaonekana kama hakuna njia. Sio kama unakumbuka maneno aliyoyasema Yesu alipokuwa ametoka kujaribiwa na shetani. Nikupatie mwa katika Bible in the New Testament kuna mahali alienda kuhubiri. Yesu Kristo mahubiri yake ya kwanza, akasema kwamba, akaambia wale watu alikuwa anawahubiria, maana walikuwa wenye kupinga. Akawaambia kwamba amini amini nawaambieni, kulikuwako na wajane wengi sana katika Israeli nyakati za Elijah. Na Elijah kutumwa kwa mmoja wao, isipokuwa mwanamke mmoja wa Sarepta katika nchi nchi ambayo ni ya Lebanon. Alituma all the way from Israel to Lebanon kwa mwanamke mjane, akaacha wajane wote wa Israeli, na walikuwa wengi sana. Akatuma kwa mmoja, mwanamke mmoja alikuwa na imani. Mwanamke mmoja alikuwa naambiwa na Mungu itakuwa hivi, anakubali. Anaamini kwamba kile Mungu amesema ndivyo itakuwa. Tena akamwambia amini nawaambieni, kulikuwako na wenye ukoma wengi katika Israeli nyakati za Elisha, lakini hakuna hata mwanamke mmoja, hakuna mtu mmoja aliyetakazwa wa ukoma, isipokuwa mtu mmoja wa nchi ya Syria, alikuwa anaitangwa Naamani. Naamani alikuwa anatoka nchi ya kigeni jirani ya Israeli, lakini alikuwa na ile hali ya kuamini ya kwamba bila Mungu amesema ni kweli. Aliamini habari kutoka kwa kijakazi, na akapanga safari mpaka Israeli, na akaenda akasema, nimesikia Mungu wa Israeli anafanya miujiza na anaweza kuponya. Nimekuja aniponya, ambieni king nimefika, akuja aseme nipone. Na kwa sababu ya imani yake, Elisha alipata kumwambia jitumbukisha katika mto Yordani mara 7 na akapona. So kwa maisha yangu na yako, ni wakati tuamini kile Mungu amesema kitakuwa. Kile Mungu amesema kitakuwako, kitakuwako. Amesema tutakula, tuamini tutakula. Ameamini tutakunywa, amesema tutakula, tutakunywa, tutafurahi. Tuamini. Tusiangalie hali inavyoonekana. Ndio Yesu Kristo akasema kulikuwako na wajane wengi sana katika Israeli, lakini hawakufanywa miujiza. Lakini mwanamke wa nchi ya kigeni kule Lebanon ndiye alifanywa miujiza na mtu anaitwa Elijah. Maana aliamini. Aliambiwa Mungu wa Israeli anasema hicho, hakutakuwa na upungufu kwako ukifanya vile Mungu anataka, na akaamini. Kwa hivyo katika siku leo, mwaka huu tunapoanza, tuamini ya kwamba Mungu atakutana na mahitaji yako, ya familia yako, na Mungu atakubariki na utakuwa baraka katika jina la Kristo Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Kwa hivyo Mungu anasema kwamba wale ambao ni watumishi wangu watakula na kunywa. Wale ambao ni watumishi wangu watakunywa, watakula,
tutafurahi. Huu ni mwaka wako wa furaha. Huu ni mwaka wangu wa furaha. Huu ni mwaka wetu wa furaha, kwa sababu ya kutumikia Yesu Kristo, kwa sababu ya kutumikia Mungu. Bwana Yesu alipokuwa na ubiri kwa kitabu ya Yohana sura ya 12 mstari ya 26, anasema mtu yeyote atakayenitumikia Baba atamuheshimu. Mungu atakuheshimu na chakula na kinywaji na furaha ukiamua kumtumikia. Hayo ndio Yesu Kristo alisema ya kwamba ukimtumikia utapata kuheshimiwa na Mungu. Mungu akikuheshimu, hata watu wakataa kuheshimu, atapata kuwaamuru wa kuheshimu. My brother, my sister, na katika siku ya leo amini neno la Mungu ya kwamba Mungu amesema utakula, utakunywa, utafurahi, utakuwa ni mtu ambaye ana mashaka kwa maisha yake. Kwa hivyo katika siku ya leo neno ambalo Mungu amenipatia katika siku ya leo ni kuambia kwamba utakula na utakunywa, na maana wewe ni mtumishi wake. Anasema watumishi wangu watakula, watumishi wangu watakunywa, watumishi wangu watakuwa na furaha. Panga kutumikia Mungu, panga kuenda kanisani mwaka, panga kuokoka, panga kumpia Yesu maisha yako, na Yesu Kristo atahakikisha umekula, umekunywa na uko na furaha sana. Atakutoa katika kila mashaka umekuwa ndani yake. In the year 2025 atabadilisha ile hali yako inayokukabili. Kwa hivyo Mungu akubariki sana. Hii ndio Sunday ya kwanza tumepata kusikia neno la Mungu. La Sunday hatukuweza sikuweza kukuletea ujumbe ni kwa sababu kama unavyo kwa nimekueleza wengine wenu ni kwamba tuko tumeenda kuhubiri katika Gereza la Kamiti kwa wale wasichana wandogo, kwa wale wasichana ambao wamefungwa kwa sababu ya kufanya crime. Ni watoto wandogo lakini wamefanya crime. Kwa hivyo maisha yako, my brother, my sister, uko salama tu uko ndani ya Kristo. Uko ndani ya Kristo, hata watoto wako watakuwa salama, wajukuu wako watakuwa salama. Ni kwa sababu ukikataa Mungu, si wewe peke yako unaadhirika, unaadhiri hata kizazi chako. Unaposikia kwamba mtoto mdogo ameiba, ameua, amefanya uhalifu mkubwa sana, ni kwa sababu amelewa na watu ambao labda wakumpeleka katika ile kanisani mapema. Wasikia kwamba usiue, wasikia kwamba mpende jirani yako bila unajipenda. Ukipata kuokoka, wewe unafaidika na pia kisasi chako kitafaidika. Kwa hivyo fanya maamuzi ya kutumikia Mungu na Mungu naye atakubariki katika jina la Yesu. God bless you. Kama ungependa kuokoka, rudia nyuma yangu, sema Bwana Yesu, na kukubali leo kuwa Bwana mwokozi maisha yangu. Mwaka wa 2026 nisaidie kukaa ndani yako na mkataa shetani. Kutoka siku yale mimi ni wako Kristo. Naomba ukapate kunisamehe dhambi zangu zote Yesu. Andika jina langu kwa kitabu ya uzima. Ondoa jina langu kwa kitabu cha mauti. Andika jina langu kwa kitabu ya uzima. Kutoka leo Yesu Kristo natangaza ni Bwana na mwokozi wangu. Kwa jina la Yesu naomba na kuamini. Amen. Baba nakushukuru mpendo ambaye amekubali kutubu. Msaidie Bwana kwa jina la Yesu. Patie njia ya maombi, patie kiu ya kusoma neno lako, patie neema kuenda kanisani. Jehova Mungu msaidie na ukamuongoza hatua zake, aende kanisani akabatizwe na maji mengi kama Kristo alivyobatizwa. In the year 2026 akakaa ndani ya Kristo in Jesus name na maisha yake yote. God bless you in Jesus name. Amen. Mungu akubariki sana mpendo. Imeandikwa kwamba hata imekuwa mtu akuwa ndani ya Kristo, amekuwa kiumbe kipya na ya kale yamepita na tazama yote yamekuwa mapya. Natangaza upya kwa maisha yako in Jesus name. Amen. God bless you. Tuendelee kutumikia Mungu na Mungu naye ataendelea kutupea mahitaji yetu, maana amesema mwenyewe na yeye si mwanadamu aseme andanganye. In the book of Numbers chapter 23:19 nasema kwamba Mungu si mwanadamu akapata kusema uongo. God bless you in Jesus name. Amen. Amen. Nimeamua kufuata Yesu. Nimeamua kufuata Yesu. Nimeamua kufuata Yesu. Sitarudi tena duniani. Dunia nyuma, msalaba mbele. Dunia nyuma, msalaba mbele. Dunia nyuma, msalaba mbele. Sitarudi duniani.
I am decided to follow Jesus. I am decided to follow Jesus. I am decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Usirudi nyuma, tuendelee mbele na ushindi uko mbele zako. Mungu akubariki sana. Na huu mwaka Mungu akusaidie na nisaidie. Hilo ndio Mungu alitupatia ya uimbaji pia, uikumbuke, uiombee, mwambie Bwana kwamba atupe neema ya kupata kutumikia yeye kwa jinsi ambayo atatusaidia kwa utukufu wa jina lake. In Jesus name, amen. God bless you. In Jesus name, amen. Nimeamua kufuata Yesu. Nimeamua kufuata Yesu. Nimeamua